live chenro mari Ramani County telo mokwongo nyaka nene His Excellency Governor Alfred Mutua, Governor Machakos County chopo kar kairi mondo mwago kode mbake wechege kuma thotha inya mantiere kaira chilu kumgi en kaka devolution osetime Kenya kairi bolo chutho esane ma piny mar Kenya orio referendum mobidu biro kod handshake achiel to kod BBI live for the very first time. The governor himself from a county that he says to be doing the best, if not leading. Asante sana. Karibu Lolo TV. Thank you very much. How are you? Niko salama kabisa. Yes, I'm very fine. I'm very happy to be here. Yes. At this TV station. I'm also very happy to be here in this great city of Kisumu. Yes, yes. My people, I feel I'm at home. Yes. And nimefurahi sana. Thank you so much. The welcome is tremendous. We really appreciate you and thank you. Me here. Hata sijui kwa nini lakini watu wananipenda sana hapa. You know, I think they feel my love for them too. One good thing with this land is people are very genuine. When they love you, it is true. Yes. When they don't, it is very true. Yes. We thank you so much. Taking a look at how things are in terms of devolution, where we are, we understand we are going to a referendum that is actually now very evident we must go for it. What is your take in terms of devolution? Since you started 10 years down the line, have we scored anything? You know, we said the other day that if you try to remove devolution, you'll have a revolution in this country. Devolution is here to stay. Yes. Unakuta ya kwamba decisions zilikuwa zinatengenezwa Nairobi. Watu walikuwa wanakaa Nairobi wanapanga. That's why you have a country that is so rich with so much food, but some people are starving. You get inequality. Devolution ililete power to the people, whereby now the governor is sitting here in Kisumu, anaweza enda hospitali anytime akauliza daktari mbona huko wako. Zamani daktari alikuwa anafika anatoa koti anaweka anapotea. Yes. Mtu wa engineer anaweka koti anapotea. Civil servant anaweka koti anapotea. But now we've got supervision from the ground. Yes. Sitoshe. Now we've got people who are saying this is what is a priority. Si mtu anakaa huko anafikiria what you need in Kisumu, in Siaya, in in Homa Bay, in Migori. We've got somebody on the ground who knows the most important thing. Kwa hivyo sauti ya mwananchi inasikika. So devolution has had its challenges. Hiyo si uongo. Yes. Imekuwa shida kwa sababu watu wengine wako leo kwa namna gani, lakini ni kitu ambayo in its own small way has changed the Kenyan economy. Yes. But Governor, if maybe someone would be asking you, what are these specific things that we can pinpoint and say here and here devolution has done this? If we are looking at the 10 years that we've come. I think if you look at it, for example, let's take healthcare. Yes. People are complaining about healthcare, national government healthcare. Yes. Lakini hakuna kitu mbaya ilikuwa mbaya kama healthcare. Wakati wa national government. Yes. Ilikuwa ina run from mafia house. Tunaitanga mafia house. Yes. Wengine wanaita afya house. Yes. Ilikuwa ya cartels peke yake. Kwa mfano, mimi nilipoingia Machakos, ulikuwa unanusa maternity. Hiyo ward ya kuzalia. Placenta kina mama. Yes. From 200 meters. 200 meters. 200 meters unainusa. Hospitali zikiwa chafu. Yes. Hakuna madawa, daktari wameenda kliniki zao. Yes. Mimi kuingia Machakos nikasafisha hospitali, nikakuwa na ward ambayo hata ukienda Machakos level 5 na ward zangu za Machakos, akina mama wanangojea kuoga, kujifungua wanoga na maji moto. I brought international standards to Machakos. Hiyo ingetokea national government. Nikanunua ambulances. Nilikuta ambulance ziko 4, 2 ziko juu ya mawe, 2 hazina mafuta. Watoto walikuwa wanaziliwa kando ya barabara, wanaitwa mwanzia. Yes. Sasa niko na ambulance 100, niko na location 75. Kila location iko na ambulance. Ukiitana inakuja kwako within 3 to 5 minutes. Yes. Ikienda sana 8 minutes. Inaokoa maisha and they are free of charge. Ukiangalia hali ya afya kabisa, nimejenga hospitali zangu vizuri na ziko na universal healthcare. In Machakos ni 100% free. Yes. Na push ibakie hivyo. Unakuta tukote na Machakos Cancer Center. Yes. Imekuwa Kenya ukipata ugonjwa wa saratani ama kansa, ukiwa tajiri, unaingia ndege unaenda South Africa, unaingia ndege unaenda India, unaenda London. Na je, yule maskini wangu wa hapa Nyanza ataenda wapi? Anakufa. Yes. Alafu tunasema tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Hiyo ni rubbish. Yes. Mungu, kwani Mungu anapenda maskini zaidi kwa matajiri? So hiyo mambo ya equality imekuja na devolution. Barabara zimekatwa, maji imetengenezwa. So there's been a sense of discipline. Angalia what is going on in Kisumu. Yes. Kisumu town, for example, is one of the best towns in this country. Mimi naangalianga naona Kisumu kama a resort city. Look at what is happening downtown. Yes. Unaona kabro imewekwa, drainage imekuwa cleaned, street lights imewekwa.
partnership na business community, transport system. Si vile ilikuwa before ati mnatoa PC hapa, ati ana control things na anapata maoni yake kutoka Harambee House Nairobi. Now the decisions are being made here by Anyang' Nyong'o in his office in Kisumu. Power to the people. Governor, we acknowledge the fact that devolution has brought power close to the people, but actually it is you just walk and knock the doors of power. But then someone will also be saying, how do you people measure the performance or the scorecard of devolution? Because number one, we're looking at agriculture sector, which is failing in most of the counties. We are looking at infrastructure. Some of the counties, you don't have even roads to access some parts of this nation. Maybe lucky you, Machakos, you've done some good job. We are talking about a country or countries where the health sector is actually in a mess, scrolling down. Recently, the case of Kakamega, they are calling for health to go back to the national government. Case of Nairobi, case of Mombasa in the past. Are you talking this way because you are a governor yourself, or from your own scope you see it has scored? No, for me, kuna challenges. Yes. Lakini unajua, wanasema ya kwamba mpe mtu haki yake. Yes. Kusema ukweli. Yes. Kusema ukweli. Yes. Kabla ya devolution, things were bad. Yes. Lakini with devolution, things have become better. Yes. They could have been much better in some counties. But they have improved. Hakuna county imeenda downward. Yes. Kila county imekuwa stabilized and most of them have gone up. Kumekuwa na a lot of political interference in some counties. Yes. Umeongea kuhusu agriculture. Some counties ukienda county kama Murang'a, agriculture ya maziwa imefufuliwa. Ukiangalia counties zingine kama Kilifi, zingine some of them have come up with agriculture. Yes. Mimi Machakos, nilipoingia Machakos tulikuwa tunapewa food relief. Yes. Ukame kidogo na food relief. Nikaangalia, nikaona ya kwamba nchi ya Israel, Jordan, Lebanon ni jangwa. They get less rainfall than Machakos County na wapewi chakula. As we talk, have we started the issue of food in Machakos? Mimi Machakos nilidua 40 tractors. Kila ward ina tractor yake, niko na 40 wards inalimia kina mama wetu bure bila malipo. Wakati nalimia kina mama wetu bure bila malipo, nawapatia seeds za bure, nimepatia kina mama wajane na wale wasiojiweza kuku za bure, nimewapatia subsidized fertilizer. Hivi leo Machakos imeondolewa kwa ile orodha ya county za food relief. Counties zingine kama Makueni, Kitui, my neighbor Kajiado, they are still in there. But me, I brought a system whereby now hakuna mtu wa Machakos anapewa food relief. Give me another 5 years, Machakos will be able to feed Kenya. Governor, I know you may not be in the position to talk about your fellow governors, but again, being a senior politician, being a senior leader, someone who has performed in devolution, and someone also eyeing for the big seat, which you'll also be talking about in some other show, someone would be asking, why do you think some governor seems to have failed terribly? I think it's because of two things. One is lack of understanding of really what their job is. Yes. Kabisa, and that also comes from the way people are elected. Watu wanafikiri wewe ndio unajulikana, ulikuwa MP, kwa hivyo you can be a governor. Ulikuwa businessman, you can be a governor. Hiyo criteria, what type of person do you want as a governor? Hiyo ndio watu wanapata wrong. So that person does not really understand what devolution is about. Ile ya pili ni kwamba ukiingia kuna so much frustration ya magavana. County assembly inakupatia shida, senior politicians want to overthrow you, your deputy governor is against you. So unakuta a lot of governors do not work. They are busy protecting their turf. Inakuwa shida sana. So when you don't understand, you realize wacha nichukue changu mapema sababu hii kazi imekuwa moto sana. That is the main challenge. In a score of 0 to 10, do you think Governor Alfred Mutua has scored, and where do you rank yourself? Hold that thought. Live, Chendraumari, Marrameny County, His Excellency Governor Alfred Mutua, Machakos Governor, for the very first time. Etielo mokongo nyaka nene, olosoko tipo neri, marlolo TV, to nikech mairi, etipa chiel kende, mapinyi luo neno nikech Gini and Marwa. Don't touch that dial, kikimul remote marikech bangnyere machokande, tielo marariyo mari chindunire. Live, His Excellency Alfred Mutua.
live chenro mari mar Rameny County dichi makaune riwendo na en Governor Machakos County, His Excellency Alfred Mutua. Jandiko manendiko book nero madako kashan chok circle method bridge no wacho e book mare ne a time for change needs people to hold so tight on what they believe in and suffer to make sure they achieve it. Mano, ipenji maduong madonjo godo kawa chopo e weche gi mag BBI referendum. Is it time mondo mipenyi kanyo the referendum ochopo sa manyaka wadhi mwalok chike bawakoso okonego walokere molo chutho angoma gini dhikelno bermane maweche mag referendum dhikelno. His Excellency, welcome to part 2 of this interview. We left and I asked you about your scorecard in the scale of 0 to 10. Where do you rank yourself? I think I would give myself an A. An A. I would say 8 out of 10. 8 out of 10. When you look at the work that we've been able to do with the little resources, yes, and the creativity we've utilized. For example, yes, I'm building stadiums. I was the first governor to build a stadium. I built it in 1 month. Yes. Bado iko. It's actually FIFA approved. You can play international games. I'm building 9 new stadiums for every sub-county. See, Ntajenga, I am building. Unajenga tayari. Inaendelea. Yes. I'll be announcing the first 4 sometime in January, and the rest by the end of this coming year. Naachia watu wangu something solid. I have grown the economy in Najenga business parks, so I think I've done fairly well in terms of devolution in Machakos County, regardless of all the shida nimepata. And in all the things that you promised your people manifesto in 2013, I have done, I think, the same 70 to 85% of my promises have been met. Governor, let's talk BBI. We saw the other day when Deputy President William Ruto hosted a number of MPs, more than 140 MPs and former senators, that is Johnson Mudhama, Mheshimiwa Boni Halwale and also Omar Hassan. What is your take on the stand that the DP is now taking, that we should have a close by close referendum question style, and we can tie it also with the 2022 general election? We need to ask ourselves, why do we need the referendum? Yes. We need the referendum to cure the problem that Kenya has had. The Building Bridges initiative, haikutoka tu mahali. Ilitoka from the fact that we always have contested elections. Kila election inakuwa ni kufa na kupona. Watu wanaibiana kura na shida kama hizo. Tukasema, why don't we limit the power of the president? Ikuwe president anashare power na prime minister na wengine, ndio isikuwe kufa na kupona. You can't have one person making decisions. Akilala, the whole country sleeps. You need to share power. Moja kilala mwingine anaendelea. To cure that problem. Kwa nini watu wanauana kila election period? Kwa nini inakuwa ni shida kila election period? Tuko na shida ya corruption, which also contributes to the problems. Hiyo shida ya corruption leads up to the election time. We need to cure the shida of corruption. Kuna shida ya economics. Unakuta vijana hawana pesa, so wakati wa kura wanahongwa, wanapigia the wrong person. So we need to give tax breaks to the youth, National Youth Council, grow the economy. Ndio vijana haizi accept 50 shillings, apigie mtu ni kama shilingi 10 for 5 years, amekuhonga. So to do those things, we need to have the referendum before the elections, because hizi ni dawa za kupeanwa ndio mtu asikuwe na ugonjwa wakati huo. Let me give you an example. Tuseme unaenda marathon. Na kila wakati unaenda marathon, tumbo inaharibika. Unakuwa unahara. Kila siku. Sasa dawa ya kutibu hiyo tumbo utaikunywa siku hiyo ya kwenda marathon ama utakunywa before? Si unakunywa before. Ndio wakati wa marathon tumbo ikuwe sawa. Sasa wakati DP anasema tukue na referendum the same day na election, ni kama kusema tukunye dawa ya tumbo the same day tunaenda hiyo marathon. His reasoning is on resources. His reasoning is warped. But he's talking about resources, it's governor. There is enough resources, let me tell you, my friend. There is enough resources, because hii kuhara inapeleka watu mpaka ICU wanakufa. So we are trying to solve a bigger problem. We can find money to solve a problem perpetually for the rest of this generation. Yeye anajifikiria mwenyewe. Yeye ameona hii referendum ina reduce power na anataka kuwa president. Yeye ni kuwa power at whatever cost. Shida naona yeye anapigana sana kwa sababu hii unajua iko na pingia ya corruption. Unashtakiwa within 6 months uko ndani. Hakuna kutumia pesa yako kufight sasa kwa judiciary. Sasa hiyo ndio inasumbua watu wengine. Wanajua kwamba hii katiba ikipita, wale wamekuwa kiiba mali ya Kenya will be accountable. Uwe nani? Uwe deputy president, uwe governor, uwe minister, uwe nani? Hii referendum ikipita inamaanisha mwizi yako yameisha. So you see people are playing chenga because they are afraid of what this bill that may become the law is going to do for the people of Kenya.
Kenya, inapatia watu power to control their resources. Governor, if you listen to what the DP and his side is saying, do you think they are making sense? Are they genuine? Because he's talking about an independent police. He's talking about the excess numbers in parliament, a very big parliament that he wants maybe to be cut down. He's talking about close by close so that Kenyans may have an opportunity. I like this, I don't like this. I like this, like to do away with yes or no, where you say yes, you accept everything, even those which you didn't like. Do you think His Excellency Ruto is making sense, No, genuine in his statement? He's making sense. Yes. I'm listening to him. He's making sense. Yes. But you see, the thing is, we've had 2 years Yes. of going through this through process. Hakuja. Yes. Yeye alikaa kando. You sure he didn't come? He didn't come. Okay. I didn't see him. I saw the list of people who showed up. Yes. Everybody is invited. Any leader would have walked into that meeting and saying, I want to do a presentation. Mimi nilienda nikaeka presentation. Niliandika nikasema maendeleo chap and also myself as Dr. Alfred Kanga Mutua, Yes. I want to make my presentation. Wakaniandikia, wakanipatia time and date. Yeye hakuitisha kafia. Angekuwa amesema nilijaribu nikanyamaza. Hakutaka. Hakutaka mambo ya BBI. Sasa after 2 years, wakati chakula imeshaiva juu ya meza ndio tuanze kula, ndio unaanza kusema turudishe ndani kwa jiko tena iendelee kupikwa. You are not being genuine. Because where were you for these 2 years? The things he's talking about are important things. But even the things that relate bombers have been included. Have already been included. Mimi nilipeana memorandum yangu ya about 20 things. Only about 2 have been included. You can't get everything. As governor or as your party? As party leader of Maendeleo Chap and also as governor in Alfred Mutua. Yes. Only 2 of my point, 2 or 3 have been included. The rest were not included because you have to present something that other people have presented. Yes. See, education ya Mutua peke yake. Okay. They realize kuna majority overwhelming response ya hizi vipengele 3 from Mutua, from huyu mama hapa, Kericho, Nyanza, Garissa. Hii point ni important to the people of Kenya, ikapita. You can't say it has to be your way or no way. That's arrogance. That is arrogance. You can't get everything. Yes. Hata Raila mwenyewe Odinga, huyu ambaye alipika BBI, alisema mwenyewe kuna vitu alikuwa anataka kama regional government haikuwekwa. Kuna vitu nyingi hakupata. What we are doing, we are not overhauling the constitution. Yes. We are just amending. Ni kama gari. Uko na gari gani wewe? Mimi niko na vits. Uko na vits. Sasa hiyo vits yako, wakati unapeleka vits, na unaona ina alignment inaenda namna hii. Unauza vits, hauzi vits. Unaenda unapeleka, inatengenezwa bearing, alignment inakuwa sawa. Unaona? Ukiweka AC yako, baada ya kutoa cold air inatupa dust. Unapeleka, inaoshwa filter, inakuwa sawa. Magurudumu ukifunga brake inatereza. Unaenda magurudumu inaikwa retread. That's what we are doing with the constitution. Constitution ile we are just fixing a few things to make it better for all of us. Na gari unapeleka mechanic sahihi. After a few years unarudi tena kwa mechanic itengenezwe, ipigwe rangi mpya, iendelee. Gari ni ile inaitwa amendments. Hatubadilishi katiba, tunafanya nini? Tunafanya amendment, tunarekebisha na itaendelea. So the DP has a chance. Si yuko around another 5 years, another 3 years, kunaweza kuwa another 2-3 amendments. Hizi ziliachwa analete. Another 10 years zinaletwe. Amendments of a constitution are an ongoing process everywhere in the world. And that is why we ask you. As if ni it's one time only. Ni kuwadanganya, because all he's thinking is about how to win the next elections, which I know I'll defeat him. And then we ask you, do you endorse BBI in totality? You as Maendeleo chapter leader? Yes, we do. There is no error for you in it? No, there are issues. Yes. There are issues that I don't agree with. Yes. But in totality, 90% is good. 90% of things I agree with, the other ones I can live with. Yes. Because I can't have everything my way. Si lazima everything ikue, ni lazima ikue my way only. Yes. You have to think we're in a democracy. Democracy always wins. Hii itapelekwa kwa wananchi. Live, watching Haron, we are in a democracy and it is not a perfect thing, but most of the things that we want, 90% of it is a good thing. And the DP is not genuine in what he's saying. He had an opportunity to go present himself and he declined to go. Not my words, those are the words of His Excellency Governor Alfred Mutua, governor of a county that is seen to be performing, if not leading, in the entire country. Governor, as we wind up, looking at the future of Kenya, with the BBI and everything is sorted, where do you see us? I think that Kenya is a maturing democracy.
But the problem of Kenya are some of the leaders we've had. Yes. That is why I keep on saying that computer ya Kenya imehang. We need to push the button afresh, and we need new leadership. Mimi nimeambia Uhuru Kenyatta, nimeambia Raila Odinga, ya kwamba there comes a time you have to pass the baton to somebody younger who will be able to take the legacy to the next step. Na mimi nasema these leaders who have been there have done a very good thing. And young leaders like ourselves who understand the problems of Kenya have to step up. We are the next Obamas. We are the next leaders, the JFKs, who are going to transform Kenya to the next level. Because we cannot continue dancing the same dance throughout. Yes. You know, we need to change this country. And that is why I'm sticking my neck out to these our people. I'm running for president in 2022, not because of Alfred Mutua, but because I know I have a formula to ensure that kila mtu Kenya, regardless of your tribe, uko na pesa mfuko. And in my next show with you tomorrow night, we must look at that. You being a presidential candidate, what you bring on the table, and so many things. Looking at straight this camera, talk to someone who is watching you tonight. Nataka kuuliza watu wangu wa eneo hili la Nyanza. Nasema kwamba mimi kwanza nafurahi mnanipenda na mimi nawapenda. Hii Kenya tusikufe na tumaini. Tumaini mbele iko sawa. Tupitishe BBI, tujipange vizuri na viongozi. Mimi namuunga mkono Raila Odinga sana kwa sababu yeye hata wakati wa Kibra, shida ya Kibra, mimi nilienda hapo kuprotect bedroom ya baba. Nikaita Wakamba wote nikawaambia tupigie huyu candidate wa ODM akapita. Mimi niko na chama yangu ya maendeleo chapchap. Nimekuja mpaka hapa Kisumu North Ward. Niko na candidate wa maendeleo chapchap anaitwa Ken. Huyo Ken pia anaomba kura ndio tuseme ya kwamba Kenyans can vote for people of different parties as long as our ideology ni sawa. Ndio nikuja nikusema Ken Kende apigiwe kura na mimi nimejinyenyekeza. Nikakuja mpaka hapa nikasema nitamwombea kura na niongee na nyinyi. Lakini Kenya tujue kwamba iko sawa na tuachane na hizi propaganda zinapatiwa na watu ambao hataki BBI. Hao kazi yao wanafikiria about power and stealing. Mimi, Raila na wengine wanafikiria about how to improve the welfare of our people in this country. Mimi nasema mambo ni fresh na Mutua, nataka tuwe na shilingi kwa kila mfuko. Mambo ni fresh na Mutua, nataka tuwe na shilingi kwa kila mfuko. Imebidi sasa vile vile pia nijaribu kama naweza changanya Kiswahili kidogo tu, kwani wahenga wanasema mwenye pupa diriki kula tamu. Nikisonga sana naweza jipata nimejigua hii kwa lugha, kwa sababu niko na msanii ama wanasema fundi wa lugha ama fundi wa lugha. Naona unakoroga vizuri sana kakangu. Watupegi kubari chindu bari maramenyi kando chako dogo timi chingwa chelu kendo live na His Excellency Alfred Mutua. Icha kidogo ro moko de kendo king chindu mari kuku marwa chilungane Haron Otieno.